Shalom, 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 mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Ninaye furaha tena ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mungu wetu mwaminifu, Mungu wetu asiyebadilika, alivyokuwa jana na leo ndivyo alivyo na hata na milele. Mtoto wa Mungu, tukiwa katika wiki takatifu ambaye ni wiki Bwana aliyoifanya kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe, ni wakati ambao tunaitwa kuendelea kuwa na ukimya, kuendelea kuomba, kuendelea usikiza sauti ya Bwana, kuendelea kuwa na kukubali. Tunapelekea Ijumaa Kuu ambapo unaweza ukubali kufa pamoja na Kristo, maana tunaweza ukubali kufa upya na kufufuka pamoja naye. Mtoto wa Mungu, hii ni wiki ambaye tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na tena pia tukikuwa tunaenda kuwakumbusha katika mkutano utakapofanyikia huko Ohio, huko Amerika, tarehe 6. Kongamano itafanyika tarehe 6 hadi tarehe 8 mwezi wa 6. Ninaenda kukumbusha mtoto wa Mungu, mahali popote ulipo maeneo huko ya Amerika, enda ufanya maandalizi ili tuweze kukutana pale Ohio. Kama hauna basi unaweza kuwa na mawasiliano, au kama una swali unaweza kuuliza, wanaweza kuelezea kwa urefu kufafanulia. Lakini tarehe 6 hadi tarehe 8 pale Ohio ambapo tunapokwenda kumtukuza Mwenyezi Mungu. Inawezekana ndio siku yako, inawezekana ndio siku yako ambayo Bwana ameifanya ili uweze kufunguliwa, ili uweze kuwa huru kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtoto wa Mungu, basi tuende mbele za Mwenyezi Mungu, tukajinyenyekeshe, tumwambie Mungu asante. Tumwambie asante ambaye ametupa nafasi hii, ametupa na muda huu. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana ili tuweze kulitukuza jina lako. Tunakubali, maana tunakubali kwamba kulala kuamka ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Hatuna ujanja wote tungeweza utumia, wala sio fedha, wala sio mamlaka, wala sio cheo, ila ni kwa neema na rehema na fadhili zako zinazodumu. Na ndio maana tunasema ongezeke nasi tupungue. Tukubali tuanguke kifudifudi chini ya msalaba wako Bwana Yesu. Tunaleta mioyo yetu mbele zako, tunasema tupeleleze. Tazama kama tunastahili mbele zako Bwana, maana maombi ya mwenye dhambi ni kelele tupu. Tunakubali kusogelea kijito cha utagaso, maana tunakubali Bwana Yesu, wewe ambaye umetundikwa kwa ajili yetu. Tunaomba tuangalie, angalia mawazo yetu, fikiria zetu, angalia kuwajibika kwetu, angalia kama tunastahili mbele zako Bwana. Tunasogelea kijito cha utagaso, ni damu ya thamani, ni hiyo damu Bwana Yesu iliyotoka rohoni mwako. Tunakubali kuogelea katika damu yako Bwana, ili tuweze kuwa salama, ili tuweze ustamiri katika wiki takatifu. Tuoshe, tufinyange, tufanye utakavyo. Tuwezeshe Bwana upata kibali cha kusimama mbele zako tukiwa tumeoshwa, tukiwa tumetagasika kwa damu yako ya thamani, maana unapotuweka huru tunakuwa huru. Asante Bwana Yesu kwa damu yako, na ukisha tuweka huru tujaze Roho wako aweze utuongoza. Karibu Roho Mtakatifu kuwe mratibu wa maombi yetu. Karibu mwangaza, utuongoze katika wiki takatifu, utuongoze katika wiki wiki maana ya kusikiliza, wiki ya utulivu, wiki ya ukimya. Karibu Roho Mtakatifu, enda utufundisha makuu na maajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu Roho wa Bwana mwalimu, karibu Roho wa karama na vipaji, karibu Roho Mtakatifu katuwezeshe. Basi Roho wa Bwana tuongoze kama umekusudia. Ongoza katika siku ya leo, niwezeshe Roho wa Bwana ukuwe mratibu, maana wa kipindi hiki uniongoze kama utakavyo Bwana. Nitumie kama chombo tu, na kwa sababu uko mahali hapa Bwana Yesu, basi nami ninaamuru, ninafunga milango ya ule mwovu shetani. Hana mamlaka ya kuweza kuizuia
zuri ibada ya maombi, kwa sababu kuanzia saa hii, maana na dakika hii, boshikurobo, maana amenyanganywa upitia jina liyochia majina yote, ni jina lako Bwana Yesu. Asante mfalme mwema, nami nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ine za dunia. Mtoto wa Mungu, ikiwa ni Jumatano tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025, tukiwa katika wiki takatifu, tunapoelekea katika Ijumaa Kuu, tunaendelea na maandalizi na kutafakari upendo wa Mungu, upendo Mungu aliyotupenda. Basi na kulalika kwa moyo mnyenyekevu, karibu mtoto wa Mungu katika ujumbe wa leo unaotuonesha kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo alikuja ulimwenguni kwa sababu gani? Mtoto wa Mungu, na ukaribisha katika neno la Mungu inayotoka katika Injili takatifu ya Yohani sura ile ya 12. Ninapenda nisome mstari wa 27 hadi wa 28, halafu mstari wa 32. Lakini nakushauri uweze kusoma kuanzia mstari wa 27 hadi wa 32 bila kuruka mstari yoyote, uweze kuelewa vizuri. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Kichwa cha neno kinasema, Yesu anasema juu ya kifo chake. Sasa roho yangu imefadhaika, na niseme nini? Je, niseme Baba, usiruhusu saa hii inifikie? Lakini ndio maana nimekuja, ili nipite katika saa hii. Baba, ulitukuza jina lako. Hapo sauti ikasema kutoka mbinguni, nimelitukuza na nitalitukuza tena. Nami nitakapoinuliwa juu ya nchi, nitamvuta kila mmoja kwangu. Hilo ndilo neno la Bwana. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili, ambao Yesu alikuwa anazungumza juu ya kifo chake. Maana alikuwa kama maandiko yasemavyo, sasa roho yangu imefadhaika. Yesu anasema roho yangu inafadhaika. Kwa sababu gani? Na ndio maana anasema hata roho yangu inafadhaika, lakini niseme nini? Nisipite katika saa hii, maana saa ya mateso, maana saa ya kunyanyaswa, maana saa ya kuteseka. Anasema niseme nini? Nisipitie, ila nimekuja ili nipitie katika saa hii. Yesu amekuja ili aweze uteseka, aweze kutundikwa msalabani kwa upande wangu na upande wako. Kwa nini ungaru nalia? Kaka na dada, hii ni wiki takatifu ambao unaweza uchukua mwamuzo. Inawezekana haujufanye namna gani. Inawezekana unaona kwamba Mungu aweze kukurumia, Mungu aweze kusamehe. Hii ni wiki ambaye Bwana ameifanya kwa sababu yako. Unakubali kusema ndiyo. Unakubali kusema ndiyo, ninakubali katika wiki hii niweze kufa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, na kuweza ufufuka pamoja naye. Inawezekana kaka na dada, bila kuangalia, bila kuweka maanani, bila kuweka kuna kwamba haiwezekane. Inawezekana kwa macho yako, unaona kwamba haiwezekane kwa sababu maisha umeyaishi. Umeishi maisha ya uchawi, maisha ya ushirikina, maisha ya usharati, maisha ya uzinzi, maisha ya matutsi, maisha ya wivu. Lakini inawezekana kama ukikubali Yesu ambaye alikubali kutundikwa msalabani, alikubali kuinuliwa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Na ndio maana anasema waziwazi, sasa roho yangu imefadhaika, na niseme nini? Je, niseme Baba, usiruhusu saa hii
inifikie, lakini ndiyo maana nimekuja ili nipite katika saa hii. Ili Yesu asingepita katika saa hii, leo ningekuwa wa nani? Ningeitwa nani? Ningeishi wapi? Kaka na dada, twende utafakari upendo wa Mungu. Twende kufikiria upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikubali kupita katika saa ya mateso, ambaye alikubali kutundikwa msalabani. Lengo lake likuwa hii, mstari wa 32. Lengo lake ilikuwa hii, maana anasema kwamba anasema kwamba nami nitakapoinuliwa juu ya nchi nitamfuta kila mmoja kwangu. Maana Yesu anakuhitaji wewe ambaye unasema kwamba haiwezekane, kwa sababu ameinuliwa juu, ametundikwa juu ya nchi, ameinuliwa juu ya nchi kwa sababu ya wewe, aweze kufuta kwake. Yeye ni mpatanishi, akupatanishe na Baba yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini unaogopa? Unaona nini kaka na dada? Yesu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Anakupenda na anakuhitaji. Anasema, mwanangu, mbona unaogopa? Mbona unakuwa na hofu? Njoo, nitakuweka huru. Njoo, nitakuweka huru. Unasema nimetoa mimba kadhalika. Unasema nimeipa kadhalika, lakini leo tarehe 16, maana Jumatano, unaweza kuamuru kubadilika, unaweza kuamuru kuanza upya, unaweza kuamuru kuanza kuomba. Inawezekana ulikuwa umenaswa na dunia, umenaswa na ulimwengu. Kwa sababu ya fedha, hauombe tena, hauingie kanisani tena, hautaki kuomba tena, haunaona kama ni kawaida. Lakini Yesu anakuhitaji. Anasema, mwanangu, nimeinuliwa juu ya nchi kwa sababu ya wewe, ili niweze kukupata, ili uweze kunisogelea. Njoo kwangu. Njoo mwanangu, nikufundishe. Njoo nikuelekeze. Njoo, nitakufundisha. Yeye ni Yesu wa Nazareti. Unaona nini kaka na dada? Unaogopa nini ikiwa Yesu haiko upande wako? Maana Yesu akiwa upande wetu, tutaogopa nini? Inawezekana muda na saa hii unapita katika majaribio, umenyanyasiwa, wengine wameshushwa vyeo vyao, wengine wamesumbuliwa na nguvu za giza, maana nguvu za kishirikina. Wengine wajua wafanye namna gani. Umeambiwa utaolewa, umeambiwa utaoa, hautazaa, utakufa ukiwa tasa. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna jina lino juu ya majina yote. Ukisoma Wafilipi sura ya pili, ukianzia ule mstari wa 5, maana Yesu jinsi alivyojinyenyekesha hadi kifo msalabani. Lakini mstari wa 9 unasema kwamba maana kwa sababu ya hilo Mungu amemkweza, ameweka juu, amemkinulia jina lililo juu ya majina yote. Kwa jina la Yesu kila goti mbinguni litapigwa, duniani na chini ya dunia. Maana yake hakuna jina lingine ambalo liko juu ya jina hilo. Maana kuna jina lingine, majina mengine yote hataporomoshwa. Ikiwa ni jina mshirikina, itaporomoshwa. Yule ambaye anaona kwamba anaonekana, atawekwa chini, kwa sababu kuna jina lililo juu ya majina yote. Ni jina moja tu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila goti litapigwa duniani, mbinguni, chini ya dunia. Maana na kila ulimi utakiri, maana utasema Yesu ni Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini unahangaika? Kwa nini unateseka? Nataka leo nikuombee ili uweze kutambua jina la Yesu. Ujue kwamba kuna jina lililo juu ya majina yote. Kwa sababu nga unakimbilia waganga wa kienyeji, unafutafuta msaada asipokuwepo msaada. Unahangaika, unateseka. Hakuna jina lililo juu kama juu isipokuwa jina la Yesu, ambaye ametundikwa msalabani, ameinuliwa juu ya nchi, inaweza kunipata, inaweza kunisogeza, inaweza kukusogeza. Ni Yesu wa Nazareti. Inawezekana hii wiki takatifu ukaweza kufungua kinywa chako na kuamuru na kuanza upya na kukubaliana na Yesu, kukubaliane naye
kubali kufa pamoja naye na kuweza ufufuka pamoja naye. Tunaelekea Ijumaa Kuu ambapo alilia, lakini leo anatuonesha kwamba je, niseme nini saa hii? Nisiipitie, maana niiruke, maana ili nimekuja niipitie saa hii, maana Yesu singepitia saa hii, maana saa ya mateso, saa ya kifo, saa ya kutundikwa msalabani. Leo ningeitwa nani? Leo ungeitwa nani? Nani angechukua maovu yangu? Nani angechukua dhambi zangu? Ni nani mwingine ambaye angeniweza kuzichukua, angeweza kunisaidia? Ni nani? Ndugu zangu, sijui kama unaelewa jina tuliyopewa na katika Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12, maana chini ya jua binadamu hajapewa jina lingine ambalo tunaweza kuokolewamo, tunaweza uponywamo, tunaweza usaidiwamo, ni jina la Yesu wa Nazareti. Kwa sababu unahangaika, unateseka, bado hujajua jina hilo, unahangaikia waganga wa kienyeji, unaenda pale na pale, unatangatanga, haujui wende wapi. Simama imara na ukubali Yesu wa Nazareti, ukubali jina hilo, kwa sababu hakuna jina lingine ambao liko juu ya jina hilo. Na ndio maana hautateswa na mganga mshirikina, maana mshirikina, mchawi, kuliko kumkimbia ataukimbia wewe. Kubali kubeba jina hilo, kubali kupata kibali cha Yesu ambaye ni jina juu ya majina yote, jina yenye mamlaka, jina yenye uwezo, jina yenye nguvu, ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina yenye furaha ni jina la Yesu, kwa sababu alikubali kunyenyekea, kwa sababu alikubali utundikwa msalabani, kwa sababu alikubali upitia saa ya mateso, saa ya kuumia, kwa sababu yangu na kwa sababu ya wewe. Kaka na dada, naomba ende utafakari kwamba Yesu aliyosema kwamba nami nitakapoinuliwa juu ya nchi nitamfuta kila mmoja kwangu. Leo nakuhitaji, unaweza kurudia maneno haya wewe ambao umeamuru, unakubali wiki takatifu kuanza pamoja na Yesu, kuanza kuomba, kuanza kusimama, kuanza kuhudhuria ibada, kuanza utenda mema, kuacha uwaji, kuacha wizi, kuacha uongo, usharati, uzinzi na mambo mengine, manunguniko. Unakubali, unaamuru kuanza upya, unaamuru kujifunza kwa Yesu. Basi rudilia maneno haya wewe ambaye unaamuru katika siku ya leo, hii wiki ambaye ni takatifu. Amuru na wewe uanze upya, uweze kuvua ule nguo ambaye ilikuwa nyekundu na uweze kuvaa nguo nyeupe. Ukubali kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye. Unaweza kurudilia maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mtoto mpotevu. Naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile nisizozifahamu. Naomba ulifute jina langu ndani ya kitabu cha mauti. Nikubali niweze kufa pamoja na wewe wiki hii, naweze ufufuka pamoja na wewe, na uliandike jina langu katika kitabu cha uhai, maana katika kitabu cha uzima. Ninakubaliana na wewe, taja jina lako kuanzia leo. Mimi kuanzia leo Jumatano tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025, nimekubali Bwana Yesu, karibuni ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maisha yote ninayobakiza kuisha hapa ugeneni, hapa ulimwenguni. Amina, amina, amina. Ongera sana wewe ambaye umekubaliana na Kristo, umekubali kubadilika, umeamuru kuanza upya, umeamuru kuanza mabadiliko. Ongera sana. Mungu akujalie neema,
akupe Roho Mtakatifu atapokuwezesha, atakayekuombea wakati unapopungukiwa, atapokupa nguvu. Tuombe. Madarasa yetu naenda kuomba kwa ajili ya mahitaji waliotuma mahitaji yao. Ambao ni wagonjwa wa madarasa, unaweza kuinua mikono yako mara ambapo unaweza kuweka mkono wako wa kulia mara ambapo unaumia, au weka mkono wako juu ya ule ambao unamuunguza uko hospitalini au nyumbani. Weka ukaombe. Kama umeelewa, tumesikia kwamba hakuna jina lingine lililo juu ya jina la Yesu. Hakuna jina lenye mamlaka juu kama jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inawezekana wale waliotuma mahitaji yao, inawezekana unasumbuliwa na magonjwa yanayotokana na ushirikina, maana miguu imevimba, maana tumbo imevimba, maana unasikia vitu vinatembea ndani ya tumbo lako, ndani ya mwili wako, ndani ya mbavu zako. Wengine wamevimba, wengine wamekuwa na vivimbe, lakini siku ya leo, maana kwa jina la Yesu Kristo ambao ametundikwa msalabani ili tuweze upona, tuweze kupata uhai wa milele. Na leo naenda ukuombea kwamba umeteswa na magonjwa kadhalika, magonjwa ya roho, magonjwa ya mwili, ili ukubaliane na Yesu, ili uweze kuponywa kwa damu ya mwana wa kondo. Tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, nina sababu ya kusema asante kwa ajili ya neno lako. Maana wewe ambao umetundikwa, umeinuliwa juu ya nchi, ili uweze kumsogeza mmoja baada ya mwingine. Kuna ambao watoto wako wamekusogelea muda na saa hii, ambaye analeta mioyo yao, wanaleta na mwili wao, magonjwa ya roho na mwili, ambaye wanakusogelea wameteseka miaka kadhalika. Wengine ni watasa, wengine kila mimbi na wengine poromoka, wengine wanapoingia kwenye mwezi damu inaendelea utiririka. Yesu, na wasogeza mbele zako, na wale ambao wako hospitalini, ambao wanaungua, wengine Bwana wako maofisini, lakini ni wagonjwa, magonjwa sugu, magonjwa ya kasa, magonjwa ya figo, magonjwa ya presha, magonjwa ya roho. Tunasogeza mmoja baada ya mwingine. Bwana Yesu, naomba muda na saa hii, maana kuna jina lingine wanaoweza kupokea uponyaji, wanaoweza kusaidiwamo, wanaoweza kupona ni katika moshika la basaka ndala bashiro bosaka ndala boshira basaka ribasaka. Ni jina lako Bwana Yesu, ni jina lako lenye nguvu, jina lako lenye uwezo, maana liyokimuliwa jina juu ya majina yote. Ni jina lako Bwana Yesu, kupitia jina lako lenye mamlaka, jina la uponyaji, jina ya furaha. Tembea Bwana Yesu, watembea walio wagonjwa muda na saa hii, magonjwa sugu. Wengine wachafanya namna gani, wengine wamekuwa paralizi, wengine tumbo zimevimba, maziwa yamevimba. Enda ugusa Bwana Yesu, vivimbe katoweke, vivimbe katoweke kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninaachilia damu ya Yesu, ambaye ni damu ya Yesu ambaye imetiririka wakati nilipopita katika saa ya mateso. Kabasa kuroboshira basakra bakandroboshira basakra ribokonda la bashira basakanda la basaka. Hiyo damu Yesu Mesia, ende utiririka muda na saa hii, na kwenda uponya, na kuleta amani, na kuleta amani. Maana damu yake iliyomwanguka ileta amani mbinguni na duniani muda na saa hii, kwa wale ambao wameteswa na magonjwa sugu. Maana wamekuwa na vivimbe, wengine wamekuwa na madonda ya tumbo, wengine magonjwa ya kansa, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya ukimwi. Enda ugusa Bwana Yesu, achilia damu yako ya thamani, maana kuna jina lingine, maana tunaita jina lako Bwana. Magonjwa anaosikana na ushirikina, maana ulisema kila mumea ambaye Baba wa mbinguni haja upanda utaongolewa. Nami naenda kuongoa kila magonjwa ambaye amehusikana na ushirikina kwa jina la Yesu. Wale ambao ikuwa wanasikia vitu vinatembea ndani ya mjiri yao, vinatembea kama nyoka, vinatembea, ninaponda kwa damu ya Yesu,
ninaponda kwa jina la Yesu, maana ni jina lenye nguvu. Vikarudia mahali ambapo imetoka, vikarudia mahali ambapo imetoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nitatangaza nuru, natangaza uzima, natangaza uhai. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao unawagusa muda na saa hii, unawanyorosha, unawaweka huru. Wale ambao wamemeza sumu, wanaelekea kutapika, enda utapika, wanatapika kwa jina la Yesu, wanatapika kwa jina la Yesu. Aliyokuwa ndani yako, ambaye Baba wa mbinguni hajayatengeneza, hajaweka ndani yako, anaondoka muda na saa hii, anatoweka, anatoweka, anatoweka. Enda utapika, enda utapika kwa jina la Yesu. Robo sharabasaka, robo sharabasaka, robo sharabasaka. Natangaza nuru kwa jina lililojaa majina yote, kwa jina lenye nguvu, kwa jina lenye mamlaka, kwa jina lenye mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao umewaponya, na waweka wote mikononi mwako Bwana, ambao ni wajazito, ambao ni wajazito, na ukusa viumbe vilimo ndani yao, ambao wameogopeshwa, maana viumbe haviko visiri ndani ya tumbo zao. Yesu rekebesha, Yesu rekebesha. Nimeona wengine ukiwarekebesha na muda na saa hii. Gusa tumbo ya wajazito, enda kugusa viumbe vilimo ndani yao, waumbe upya, wafinyange upya kwa jina lako Bwana Yesu. Nisiposahau waliotasa, maana walioitwa tasa, ambao wanaitwa tasa muda na saa hii, tumbo silofungwa, maana katika muda na saa hii Yesu likuja ili waliofungwa wakafunguliwe, waweze kuwekwa huru. Na muda na saa hii nami nimebasakrobo shirabasikrakata liko tarabasakato. Natangaza ufunguliwa, natangaza ufunguliwa kwa tumbo hizo. Mama huyo ambaye ameteseka, anakulia usiku na mchana, maana Yesu ameambiwa kwamba hawezi kuzaa, hawezi kujifungua. Uonekane Bwana, uifungue tumbo hiyo, akapata matunda ya ndoa, matunda ya ndoa. Bwana mabwana, Yesu mwenye nguvu, enda ufungua watoto wako. Umewafungua wengine, leo ukawafungua wengine ambao nakungojea, ambao nakutumaini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunaukabisa watoto wako ambaye muda na saa wanahitaji kuolewa na wanaume walio wema na wanawake walio mema. Enda kuunganisha Bwana Yesu, enda kuwakutanisha Jehova, enda kuwakutanisha, maana unajua alio ubavu wa mwanaume huo, unajua alio dada huyo ambaye anahitaji mume mwema, ambaye anakucha, ambaye anakuheshimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nani aliyokutegemea akaibika? Tazama anahitaji Bwana kusoma, enda kumwezesha, enda kumsaidia. Tunawaweka na ngojea kufanya mitihani, Bwana enda kuwawezesha na kuwasaidia waweze kupita salama. Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, sante Bwana Yesu ambaye uchumi umezama, maana umeliwa na nzige. Mungu kafufue ilivyokufa katika wiki takatifu, vilivyoharibika vikawekwe huru, vikaweze kusimama tena kwa jina la Yesu, vikarekebishwe kwa jina la Yesu. Ndoa ya baba huyo, ndoa ya mama huyo iweze ufufuliwa upya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Bwana naomba kwa ajili baba huyo ambaye vitasha vyake ambaye kwa vimekufa vikafufuliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Bwana Yesu. Tunaombea amani mataifa leo na vita. Achilia amani Bwana, wewe ni Bwana wa amani. Tunaombea watumishi wako, enda kuongoza. Tunaombea tena Bwana Yesu viongozi wote waweze kuongoza kwa hekima na utoka mbinguni. Tunaomba kwa ajili ya mkutano, maana kongamano itapofanyikia pale Ohio. Bwana tunaomba kibali chako Jehova, tunaomba kibali chako kiandamane nasi, ukaendelea katika maandalizi. Ewe Roho Mtakatifu, wewe kiongozi, enda kuongoza maandalizi. Uitambue Jehova tarehe 6
hadi tarehe 8 mwezi wa 6. Woboshara baba koroboshira bakorobokota riba karabashira basakurobokota. Maana ni kwa ajili ya utukufu wako, ni kwa ajili ya heshima yako. Mungu, tunaomba kibali chako. Bila wewe hatuweze, bila wewe tuko kitu bure. Lakini ukiwa pamoja nasi Bwana, kuna ambao wanakungojea, kuna ambao wanakungojea pale Ohio. Wanahitaji ufunguliwa, wanahitaji uponywa, wanahitaji Bwana kusikia sauti yako. Mungu, enda ufanya maandalizi. Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, ukaitambue tarehe 6 hadi tarehe 8. Tambua watoto wako wale ambao umewaandalia, basi kuweza upata jibu mahali pale. Asante mfalme mwema, asante Jehova Jire. Basi tunajifunia kwa damu ya thamani, damu yenye nguvu, damu yenye mamlaka. Ende kutufunika na kutulinda, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, amina. Shalom tena mtoto wa Mungu toka pande nne za dunia. Basi nikutakie wiki takatifu, katika wiki ya maombi, wiki ya kwenda utafakari upendo wa Mwenyezi Mungu. Hii ni wiki ambaye unaweza kuweka hatua kirohoni. Unaweza maisha yake naweza ufufuliwa upya pamoja na Kristo. Usinyamanze kimya. Ni wiki ambaye tunaitwa kwenda kuwa karibu na Sara, karibu na Mungu, karibu ya kwenda utafakari na kumshukuru kwa ajili ya upendo wake. Mtoto wa Mungu, usinyamanze kimya. Hii ni wiki yako ambaye Mungu aliifanya kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe. Basi kwena wakati mwema, tutazidi wakati Mungu akinipa kibali tena. Ubarikiwe sana mtoto wa Mungu. Tusisahau kuombeana. Tuende kuombeana, lakini tuende utafakari juu ya mwisho wetu. Hatutatenda dhambi kamwe. Amina. Mungu anawapenda na mimi ninawapenda.